Kwema kaka. Bwana kwema kabisa. Uko vizuri kaka? Niko vizuri kabisa. Poleni kwanza kwa matokeo. Tunashukuru. Yaani tunashukuru. Yaani huu ndo ukubwa. Yaani ukisikia ukubwa ndo huu. Kama haya hayajakutokea maana yake wewe sio mkubwa na sio timu kubwa. Haya ilishaitokea Mamelodi Sundowns. Hichi kishatokea kwa National Rally. Hichi kimeshatokea kwa TP Anglabedi Mazembe alipotea miaka 2. Hichi kimeshatokea kwa Wydad Casablanca. Umeelewa bwana? Ana misimu 3 sasa hivi klabu bingwa haijui. Sio wewe umeingia makundi alafu unashindwa kufuzu. Yaani kashindwa hata kuingia kwenye nini? Kwenye hiyo klabu bingwa yenyewe. Ndio katulia miaka 2 huu mwaka wa 3 ndio kaingia kwenye nini? Kwenye shirikisho. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo yanaiface timu kubwa. Leo unapozungumzia timu kama Manchester ina mwaka wa 14 sasa hivi haujui ubingwa. Arsenal miaka 25 mpaka sasa hivi. Liverpool alikaa miaka 30. Chelsea alikaa miaka 50. Kwa hiyo ndio mambo yanayotokea katika nini? Katika vilabu vikubwa. Ni vitu vya kawaida. Sawa, mnyama Simba mechi 4 ameweka historia, hajawahi kutokea kwa mnyama Simba. Kuingia hatua ya makundi, mechi 4 anapata alama 1. Nini shida kwa mnyama Simba? Shida yani ni kutoka katika nje ya slogan yetu ya Simba nguvu moja. Ni kipindi cha mpito, sawa, lakini tumetoka katika slogan yetu ya Simba nguvu moja. Kwa sababu hata hivyo vilabu vikubwa kupotea kwake lazima kutakuwa na sababu. Tukitoka katika ethics za mpira lazima haya mambo yanafanya yanajitokeza. Sawa. Na sehemu yoyote, sawa, kwenye viwanda, kwenye sehemu taasisi yoyote, umoja ukikosekana basi lazima sawa, hakuna kitu kinachoitwa nini? Succession. Yaani mafanikio yanakuwa hayawezi kupatikana. Kwa sababu unit ndio siku zote inawafanya watu waimbe nyimbo hii moja, na mkimba nyimbo moja tayari ndio mnaenda kupata nini? Mafanikio. Simba tumetoka katika nini? Slogan yetu ya Simba nguvu moja. Na ndio maana leo unakuta mashabiki tumegawanyika, wanachama wamegawanyika, viongozi wamegawanyika, wafadhili wetu wamegawanyika. Yaani kila kitu kiko shagara bagara. Simba haiwezi kafanya ikatengemaa hata mara moja kwa hii hali tuliokuwa nayo. Mnyama anaweza kurejea katika hali yake, lakini kwa hali inavyokuwa kurudi sasa itategemea na sisi tutachukua uharaka wa aina gani na kugundua tatizo liko wapi. Sasa tatizo la Simba yani ni sawa sana wewe umepima wewe rafiki yako Sisanga, umepima umekutwa na malaria, alafu sindano unataka achome rafiki yako Sanga, alafu wewe upone. Unaweza ukapona? Ndio shida ya Simba ilipo. Yaani Simba kule sehemu ambayo ina tatizo, sisi hatupagusi. Tunagusa sehemu ambayo na yeye naye anapambana na hili tatizo. Ndio Simba hapo inapopotea. Na wewe ukiingilia ukitaka kurudisha watu katika umoja ule ili wakumbushe jamani kwenye shida huku sio huku, unaitwa wewe chawa na unaweza hata ukapigwa. Jana mimi nilishindwa kuongea na vyombo vya habari kutokana na ile hali ya taharuki iliyokuwepo pale. Kutokana na nini? Kutokana na ile slogan ambayo wana Simba tunafanya nini? Tunahitaji sisi tunahamasisha umoja ndani ya Simba, na kiongozi anapofanya mazuri lazima umsifie. Haiwezekani kiongozi ni binadamu. Leo akikosea wewe ndo unamuimba tu, lakini akifanya mambo mazuri utaki kumuimba. Sisi tulimuimba kutokana na usajili uliofanyika wa dirisha dogo. Umeelewa? Tuliulizwa swali kwamba bwana huu nini? Huu usajili mnausemaje? Mimi namjua Ribe Segwe, namfahamu vizuri. Yule Aura namfahamu vizuri. Ni wachezaji ambao kweli ni wachezaji unaona kabisa kwamba hapa timu sasa inafanya nini? Maboresho. Na jana wote tumeona mechi zote, hata ile mechi ya ligi kule tumeona. Si umeelewa? Ukiangalia yani nafasi zote zile wanaofanya nini? Wanatoa mtu anaweka mtu. Tumemrudisha mtu ambaye sasa hivi amerudisha ule utulivu. Simba ilikosa utulivu kule mbele, lakini sasa hivi tunaona nafasi zinatengenezwa, penetration passes zinapigwa kwa sababu mwenye key ya Simba amefanya nini? Amerudishwa. Sasa kitendo cha kuupongeza uongozi tayari mtu anakuimba anakuambia wewe chao. Kwa hiyo watu wa Simba kwanza tatizo sisi ma-influencer wenyewe tunapenda ile umaarufu kwa kupitia kiki kama hizi. Yaani unamsikiliza mwenzio kaongea nini wewe tayari unaenda unafanya nini? Unampandia juu. Ndio shida ya Simba lilipo. Tofauti na watu wa Yanga, ma-influencer wa Yanga wanaongea kauli moja. Yaani kila unayemuoja anaongea kauli, maana yake wana vikao vyao, wana mambo yao, wanajua jamani hili liko hivi. Propaganda hii iende hivi. Ndio wenzetu wa Yanga walipotushinda. Lakini wa Simba kila mtu anaongea kivyake. Sasa sisi ndio tunafanya kazi sawa ya kurudisha ule umoja wa ma-influencer ili tuweze kuongea sauti moja. Lakini wewe sasa kuongea sana kwenye mic sio kwamba unaweza kuiboresha timu. Sawa, kuna sehemu za kwenda kufanya nini? Kuongelea. Leo sisi tumempigia simu mwenyekiti. Si ndio mwenyekiti wa wanachama? Tuitie na nani? Na watu wako wa bodi, wajumbe wako wa bodi kwa upande wetu wa nini wa wanachama kwenye upande wa 51%. Ametusikiliza na ametuitia. Tumeenda kuongea naye tumueleze matatizo ya timu na tukamueleza.
Kutoka pale tukamwambia tuitie na upande wa pili sasa wa bodi tusikilize na huku, ili sasa wote wafanye nini, wakutane, ili tuwaeleze timu imekuwaje, shida ni nini, tufanye nini, tuongeze wapi, tujazie wapi. Tayari wewe unaitwa, wewe ni nani? Wanatokea hao ma influencer wenzetu, wanatoka pembeni, wanaita vyombo vya habari, wanasema tumeitwa, tumeenda kuchukua nini, kuchukua pesa. Sisi tunachotafuta suluhisho, kupiga keso dawa. Wewe ni shahidi, mimi nimeshatiwa ndani kwa sababu ya Mangungu. Au umesahau? Si nimekaa siku 4 mimi Central, mpaka mechi ya dabi imepita, nimekamatwa mimi Alhamisi, nimekaa mpaka Jumapili, mechi imeisha, mimi ndo nimetolewa. Au umesahau? Shida ilikuwa nini? Sasa watu wa Simba walikuwa wapi kipindi kile? Mpaka leo wewe mimi unitechao, walikuwa wapi kipindi kile? Kulikuwa na mtu alikuja kuniletea chai pale? Walikuja watu wa Yanga ndio akanifuatilia, wakawa wananiletea vyakula mpaka nakuja nafanya nini, natoka. Lakini nilikuwa napambana kwa ajili yani ya klabu yangu. Tena niliwaambia kabisa mimi siko tayari, hata mkinitoa humu mnaniambia ninyamaze, sitonyamaza. Yani ni afadhali mwendelee kuniweka ndani, lakini tunachotaka Simba yetu ifanye nini, ninyoke. Timu kweli ikaja ikaboreshwa, nikaitwa na viongozi, nikasuluhishwa na Mangungu pale, nikaelezwa uhalisia ulivyo Bunju pale, wote tukawa tunaimba nyimbo moja na timu ikarekebishwa, tukafika fainali. Timu ikashika nafasi ya pili kwenye ligi, tena tumecheza fainali na Yanga, ndio tunanyang'anywa kikombe pale pale uwanjani. Lakini shida ya kupoteza ile mechi, ukiingia ndani kabisa ni mambo mengine tofauti na huyu bwana. Lakini wewe ukikaa ukiangalia matokeo, unajua Simba ina mambo mawili. Kuna wanachama sawa, kuna wanachama wanahitaji matokeo, sio umeelewa? Alafu kuna wanachama wanahitaji maslahi ya Simba, kwa sababu maslahi ya Simba ndio itapelekea Simba ipate matokeo yani ya mfululizo, yani tutengeneze timu iliyokuwa imara. Sio kwa sababu matokeo unaweza ukatafuta kwa njia yoyote. Sawa, unaweza mechi inachezwa ukaonga marefa, ukafanya hichi, ukafanya hujuma kwenye timu pinzani unaocheza ukapata matokeo. Lakini je, uhalisia wa timu, tuangalie timu hii imetoka wapi? Hata Mungu anapomhukumu mja wake huwa mara nyingi anaweka kwenye mizani. Ndio maana ukaambiwa rimidhona hapo. Si umeelewa? Anaweka mabaya yako huku upande wa kushoto, mazuri yako upande wa kulia, anaangalia wapi palipoelemea. Sasa huyu mtu tunayemhukumu, hebu tuweke mizani sasa. Tuangalie mazuri ni yapi na mabaya ni yapi. Tusiangalie tu matokeo peke yake. Tuangalie vitu gani vingine vinavyofuatilia. Kwa mfano jana dakika 45 za kwanza Simba anaongoza 2-0. Tunaingia kipindi cha pili, Alassane Kante anatoa half pass. Kwa hiyo atakwambia Mangungu alikuwa anawasiliana naye, bwana toa nusu pass hapo. Au Mangungu alishuka pale chini akaenda akamwambia Alassane Kante toa nusu pass ili watu wafunge. Alifanya hivyo? Kwa ni uzembe wa wachezaji au zile emergency cases zilizotokea uwanjani. Kuumia kwa Kagoma, timu ilikuwa kwenye balance. Kitendo cha kuumia Kagoma na kuumia nani, Wilson Nangu, ndio timu ilipopotea. Sasa Mangungu je, aliwaambia wale wajivunje au aliwatuma wale nani experience dituni siumiza hao watoke nje? Sasa kuna vitu unatakiwa wewe ukiongea unaambiwa wewe sio nini, wewe sio kitu gani. Lakini mimi ninachofahamu Mangungu anaingia madarakani, sawa, anaingia madarakani, alikuta Simba mkataba wa jezi ni milioni ngapi? Milioni 600. Sasa hivi mkataba wa jezi shilingi ngapi? Bilioni 6.87 hiyo. Si umeelewa? Mangungu ameingia Simba hapa, mkataba hapa ni milioni 800 si mpaka 900 SportPesa. Sasa hivi ni bilioni ngapi? 6. Sasa haya mbona hatuyaangalii? Unasema hajaifunga Yanga. Zile goli 2-0. Kigoma tunashinda ile pale. Ni nani kiongozi? Yanga tulifunga 2-0 hapa. Na tukambeba Mangungu. Kwa hiyo vitu vingine tusiangalie sana matokeo. Tuangalie jinsi gani tunaweza tukaijenga klabu yetu permanently. Si umeelewa? Ndio maana mimi kila siku nawaambia kwanza wanachama wapi wafanye nini? Usajiliwe. Umeelewa? Na huu wanachama aliyezuia hawa upande wa wanachama wapi wasiingie ni nani? 2017 ni upande wa uwekezaji. Si umeelewa? Lakini Mangungu kapambana nao, sasa hivi tayari wanachama wapi muda wote wanafanya wanaanza kusajiliwa, na mkurugenzi wa wanachama ajira ishatangazwa, kesho kutwa anatangazwa. Akishatangazwa kadi zinaanza kutoka. Ndio vitu tulivyomtuma sisi Mangungu, na ndio ugomvi wangu mimi na yule bwana kila siku. Cha pili, wawekezaji tufuate maelekezo ya serikali. Imesemaje? Serikali inahitaji wawekezaji 3. Kwa nini tunganganie mmoja? Kuna nini hapa? Mangungu analifuatilia ile swala, katiba siku ile imetangazwa kwenye mkutano mkuu, maboresho ya katiba, tunatakiwa wawekezaji wao ngapi? 3. Na mwenyekiti wa bodi atoke upande wa Simba. Kwa nini mwenyekiti wetu upande wa wanachama 51% yeye ndio akawe kama mjumbe? Kwa nini asiwe ndio boss wa timu? Si umeelewa? Awe na kauli. Lakini sisi tumengangania kumwandama Mangungu, kumlaumu nani? Mangungu. Yeye huyu Mangungu unaomlaumu, usajili anahusika? Kamati ya usajili ukiangalia yote wanaotoa fedha ni upande wa nani? Upande wa bosi. Na kamati yake
Hata usajili ule uliopita uliotuzingua, ina maana ni Fadlu pamoja na nani na mwekezaji